Mwite Uncle Moody, jina lake kamili likiwa ni Moody Awori. Ni jina ambalo kadri linapotajwa mbwembwe za mwakilishi huyo wa jamii ya Mulembe Nation enzi za ujana wake katika ulingo wa siasa ukujia akilini. Miezi kadhaa taarifa zilizopita, taarifa gushi zikienezwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kufariki kwake Moody Awori. Leo katika makala yetu ya Where Are They Now tunamwangazia shujaa huyu na historia yake mpaka kufikia kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Moody Awori alizaliwa mwezi Disemba tarehe 5 mwaka 1928. December 5th, 1928. Kwa sasa Moody Awori akiwa na takriban miaka 95 baada ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa tarehe 5 wiki hii. Moody alizaliwa katika eneo la Butere akiwa ni moja kati ya watoto 16 wa babake mzee Canon Jeremiah Awori na mamake Mariam Awori. Moody Awori amezaliwa katika familia ya kitajiri kule katika maeneo ya Butere. Ndugu zake Moody wakiwa ni watu waliofanikiwa sana katika sekta tofauti hapa nchini Kenya na nje ya nchi ya Kenya. Nduguye mkubwa Moody Awori akihudumu katika kamati la kwanza la Legislative Council mwaka 1950. Nduguye mdogo Moody Awori akiwa ni Agrey Awori akiwa ni mwanasiasa mkubwa sana na tajika katika nchi jirani ya Uganda, ambapo aliwania kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka 2001 na kuwa nambari 3 katika uchaguzi ule. Dadake Moody ambaye ni Mary Okello ndiye alikuwa mkurugenzi mkuu wa shule maarufu sana hapa nchini Kenya la Makini Schools. Nduguye Awori, Profesa Nelson Wanyama Awori, aliongoza kundi la madaktari weusi waliofanikiwa kufanikisha operesheni ya kubadili figo mwaka 1978 ambayo ilifanyika katika hospitali kuu la Nairobi Hospital. Kando na familia yake, Moody alikuwa mmoja kati ya wanafunzi wa kwanza kabisa weusi kusomea katika shule ya upili maarufu hapa nchini Kenya ya Mangu High School na baadaye kujiunga na shule ya Kakamega School ambapo alihitimu katika masomo yake ya shule ya upili na baadaye kujiunga na chuo kikuu cha Makerere University kilichopo nchini Uganda. Akijitosa katika ulingo wa siasa kwa mara ya kwanza, Moody Awori ilikuwa ni mwaka 1988, 1984, ambapo aliwania na kushinda kiti cha eneo bunge la Funyula kama mbunge. Baada ya kuingia serikalini, Awori alifanya kazi chini ya uongozi wa Rais Daniel Toroitich arap Moi katika vyeo kadhaa kando na kile cha ubunge, ambapo alipata kuteuliwa kama naibu waziri na Rais Daniel Moi. Baada ya Moi kutoa wito wa kujiondoa katika kinyang'anyiro cha siasa mwaka 2002, Awori alikiaga chama tawala cha KANU na kujiunga na chama cha Mwenge au The National Rainbow Coalition, akihudumu kama chairman wa chama cha NARC Kenya. Baada ya Rais Mwai Kibaki kuingia ofisini mwaka 2002, alimteua Moody Awori kama waziri katika ofisi ya Office of the Ministry of Home Affairs Januari mwaka 2003, na baadaye kumtaja Moody Awori kama naibu wa rais kufuatia kifo cha aliyekuwa makamu wa rais wakati ule Michael Kijana Wamalwa. Katika siasa za mwaka 2007, Awori alishindwa katika uchaguzi wa kiti cha ubunge cha Funyula na Rais Kibaki mwaka 2008. Akamtaja Kalonzo Musyoka kama makamu wake wa rais ambaye angemrithi Moody Awori. Kati ya scandals zilizomwandama Moody Awori na kupelekea yeye kutengana na Mwai Kibaki enzi zake kama makamu wa rais ni pale alipotajwa katika skando ya Anglo Leasing
ikiwa ni tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2006. Pale alitajwa naye John Githongo. Baada ya kutajwa kwa Moody Awori katika skandal hii, zaidi ya wabunge 8 walijitokeza na kusukuma mswada bungeni kwamba Moody Awori alipaswa kusalimu amri na kung'atuka mamlakani kama makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ila Moody Awori aligoma kutoka mamlakani mpaka wakati muda wake kama makamu wa rais uliisha. Mpaka leo Awori amesisitiza kwamba hakuwa na hatia yoyote na wala hakuhusika kwa vyovyote katika skando ya Anglo Leasing. Moody Awori akitambulikana kama Uncle Moody kwa sasa ni mzee wa miaka 95 ambaye anaishi maisha yake kando na siasa za Jamhuri ya Kenya, ila alipata kugonga vyombo vya habari sana mwaka 2021 baada ya rais wa Kenya wakati ule Uhuru Kenyatta kuweza kumtaja Moody Awori kama moja kati ya viongozi ambao watasimamia mambo ya vijana, jambo ambalo liliwaghadhabisha Wakenya kwa muda. Ni hayo kwa sasa kuhusiana na Moody Awori. Pata kusubscribe ndani ya channel ya kwetu ya FM Show KE, na nikukumbushe tu popote ulipo, using'atuke, usibanduke. Hapa tunakuletea visa na story ambazo zinahusiana na wanasiasa pamoja na malejendari katika mziki katika Jamhuri yetu ya Kenya na yale mambo ambao waliyafanya, ila mambo mengi watu wanayasahau kadri siku zinavyozidi kwenda, na sisi tupo hapa kwa ajili yako kukumbusha kuhusiana na historia yetu kama wa Kenya. Subscribe. Jina langu ni FK Mwenda na hii ni FM Show KE, kipindi hewani kikiwa ni Where They Now.